Thank you because of you, my Father. Tonight we worship you. You are great King of Kings. Wewe watosha. Unastahili sifa zote masifu. Unastahili kuabudiwa. Wewe ni Mungu Baba. Unastahili kuabudiwa. Unastahili kuabudiwa. Wewe ni Mungu Baba. Unastahili kuabudiwa. Unastahili kupewa sifa. Wewe ni Mungu Baba. Unastahili kuabudiwa. Unastahili kupewa sifa Yesu. Wewe ni Mungu Baba. Unastahili kuabudiwa. Unastahili kuabudiwa. Wewe ni Mungu Baba. Unastahili kuabudiwa. Wewe ni Mungu Baba. Unastahili kupewa sifa. Wewe ni Mungu Baba. Unastahili kuabudiwa. Wewe ni Mungu Baba. 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 Oh Yesu wewe Ni Mungu Baba. Ni Mungu Baba. Bwana wewe Ni Mungu Baba. Ni Mungu Baba. unastahili kuinuliwa. Wewe ni Mungu Baba. Unastahili kuabudiwa. Wewe ni Mungu Baba. Unastahili Nasema kupewa sifa Yesu. wewe ni Mungu Baba. Unastahili kuabudiwa. Wewe ni Mungu Baba. Unastahili Tunasema kuabudiwa. Wewe ni Mungu Baba. Unastahili kuabudiwa. Wewe unastahili kupewa sifa. Baba. Unastahili kuinuliwa. Wewe unaweza. Unastahili kuabudiwa. Unastahili kupewa sifa. Baba. Unastahili kupewa sifa. Unastahili kuabudiwa.
unaponya. Unastahili kuabudiwa wewe, Mungu Baba. Unastahili kupewa sifa, wewe unatosha. Unastahili kuabudiwa wewe, Mungu Baba. Baba wewe ni Mungu Baba, wewe Mungu Baba. Yesu wewe ni Mungu Baba, wewe Mungu Baba. Tunasema asante Yesu, tunasema wewe ni Mungu Baba katika maisha yetu. Wewe ndio unastahili kuabudiwa Jehova, wewe ndio unastahili sifa zote Baba yetu. Tunasema ni asante jioni ya leo, tunasema ni asante Baba yetu. Asante kwa wema wako Jehova, asante kwa upendo wako Masia, asante kwa wokovu wako wetu Jehova, asante Masia kwa ulinzi wako Jehova, asante Baba yetu kwa utakaso wako, asante Masia kwa neema yako, asante Baba yetu kwa wema wako, upendo wa pekee Jehova. Pokea sifa zetu wewe uketie mahali pako Masia, ni kwa neema yako Jehova kwa kwetu mahali hapa Jehova. Tunasema Masia umetukuka, tunasema wewe watosha, wastahili Jehova kuabudiwa, wastahili kuinuliwa Jehova, wastahili kuinamiwa Jehova, wastahili Baba kubarikishwa jina lako Baba. Twaliinua jina lako Jehova, twalitukuza jina lako Jehova, twalimidi jina lako Jehova. Twasema wewe ni Mungu mkuu, twasema wewe unatosha Jehova, twasema wewe unaponya, twasema wewe unabadilisha, twasema wewe unainua, twasema wewe unatetea, twasema wewe unatenda makuu, twasema wewe ni jana leo hata milele, twasema wewe ufananishwa na kulinganishwa. Kwa upendo wa ajabu Jehova ni wewe, wa pekee maishani mwetu Jehova ni wewe. Pokea sifa zetu Jehova, tunakuheshimu Muumba wa mbingu na nchi, tunakupenda Adonai, kwa kuwa ulitupenda kwanza Jehova, tukiwa wenye dhambi Jehova, ukatufuta karibu nawe Jehova. Tunasema pokea sifa zetu, ukainuliwa ukaimidiwa Jehova, kwa kuwa wewe ni wa ajabu Jehova, na kando na wewe Masia hatuna mwingine. Kwako tu Masia tu salama, chini ya uvuli wako Jehova tu salama, miguuni pako Jehova tu salama. Pokea sifa zetu jioni njema hii Baba, na ukapate kuzidi kuunganika pamoja nasi, ukapate kuzidi kututawala na kutuongoza, ukazidi kunena nasi Jehova, ukazidi kutuelekeza Jehova, ukazidi kuturainisha Masia, kuturekebisha kwa upendo wako, kutuneemesha kwa wema wako Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mkuu Jehova, wewe ni jana leo na hata milele. Uweza wetu na nguvu zetu ni wewe Jehova, msaada wetu Jehova ni wewe. Nasema ukainuliwe Jehova, nasema ukainuliwe Jehova, nasema ukainuliwe Jehova. Pokea sifa, pokea sifa, wewe watosha Baba yetu. Wewe ni Mungu mkuu Jehova, unastahili sifa zote Masia. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Jehova. Ndani rudi kwa keyboard. Ila wewe mwanzo uliye mwanzo tena mwisho Jehova, wastahili kuinuliwa Jehova, wastahili sifa zote Baba yetu, wa rehema na neema Jehova. Katikati ya miungu Masia hakuna Mungu mwingine ila wewe wa pekee Jehova. Tunakupenda, tunakupa sifa, tunasema unastahili kwa jina la Yesu Kristo. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Asante Jehova, asante Masia. Pokea sifa zetu kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. We worship you God because you are great. Hallelujah. Taka tukaweke mikono yetu pamoja, tumpe Bwana sifa moja, diposa tukapate kuendelea na himizo letu na jioni ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Tunapoendelea kuhimizana jinsi ya kuwa wanafunzi wa Yesu ambao wanastahili kwa neema yake na upendo wake kwa jina la Yesu Kristo.
iwe shangwe, nayo iwe shangwe. wewe Yesu, na wewe shangwe, Nayo iwe shangwe, nayo iwe shangwe. na wewe shangwe, na wewe shangwe, Nayo iwe shangwe, nayo iwe shangwe. na wewe Masia, na wewe Yesu, Nayo iwe shangwe, nayo iwe shangwe. na wewe shangwe, na wewe shangwe, Nayo iwe shangwe, nayo iwe shangwe. na wewe shangwe, na wewe shangwe. Nayo iwe shangwe, nayo iwe shangwe. Oh, inua mikono useme ni Bwana. Inua mikono useme ni Bwana. Oh, inua mikono useme ni Bwana Yesu. Inua mikono useme ni Bwana. Oh, inua mikono useme ni Bwana. 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 Inua mikono useme ni Bwana Yesu. Inua mikono useme ni Bwana. Oh, inua mikono useme ni Bwana. Inua mikono useme ni Bwana. Inua mikono useme anaweza. Inua mikono useme ni Bwana. Inua mikono useme ni Bwana Yesu. Inua mikono useme ni Bwana. Inua mikono useme ni Bwana. Inua mikono useme ni Bwana. Inua mikono useme ni Bwana Yesu. Inua mikono useme ni Bwana. Inua mikono useme anaweza. Inua mikono useme ni Bwana. Inua mikono useme anaweza. Inua mikono useme ni Bwana. Inua mikono useme anaweza. Inua mikono useme ni Bwana. Inua mikono useme anaweza. Inua mikono useme ni Bwana. Inua mikono useme ni Bwana. Inua mikono useme ni Bwana. Yesu ni wa neema kubwa. Ni wa neema, Yesu ni wa neema kubwa. Mungu Baba ni wa neema kubwa. Ni wa neema, Yesu ni wa neema kubwa. Wa neema, Yesu ni wa neema kubwa. Ni wa neema, Yesu ni wa neema kubwa. Ni wa neema, Yesu ni wa neema kubwa. Ni wa neema, Yesu ni wa neema kubwa. Nayo iwe shangwe, nayo iwe shangwe. Yesu alitembea juu ya maji kwa uwezo wa Bwana. Yesu alitembea juu ya maji kwa uwezo wa Bwana. Galilaya, Yesu alitembea juu ya maji kwa uwezo wa Bwana. Galilaya, Yesu alitembea juu ya maji kwa uwezo wa Bwana. 1, 2, 3. Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus. We give all the glory and honor, King Jesus, unto thee. We say you are great. You does wonders. You loves us. Thank you for this far you have brought us. Thank you for gathering us together, Jehovah Lord, once more time. Thank you for giving us this opportunity that we may praise you, that we may worship you, that we may exalt you, that we may adore you. Thank you because of who you are, my God, into our lives. Receive all the adoration. Be together with us. Direct us. Empower us.
Holy Spirit of the Lord, we love you. Take your place. In Jesus' name we pray. Amen. Good evening once more time. And I welcome you once more time. Let us not tire because of the word of the Lord. Let us not tire because of the gathering of together as brethren. Let us not tire, for the grace is sufficient. We are still teaching ourselves on how to be good disciples. We are teaching ourselves how to reach others. How do we handle them? How do we behave when we meet them or when we are together with them? Because you might find you are the only person who is saved in the entire family, where you are born, or else where you are married, or else where you have married, or else you may find you are the only person who is saved in a whole company. You may find in a market, maybe you are the only person who is saved there. Maybe on a matatu you are traveling on. Maybe you are the person who is saved there. It's a disciple of Christ. By the grace of the Lord, we are just reminding ourselves to remember where we came from and who was there for us and where we are now and who is together with us where we are now and where we are going and who is taking us there. Think about that. Meditate about those 3 questions. Where I come from and who was there with me. Where am I now? And who is with me? And where am I going? And who is going with me to make sure I reach where I'm going? As a good disciple of Christ Jesus, our Savior. Bado tunaendelea kujifunza kutoka kwa mitume wa Mungu Paul. Na wakati huu tunajifunza kutoka katika kitabu cha Waefeso. Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. I said, as from morning, Paul was an apostle, and his work was to start churches and to make sure he has mentored somebody who can stand in the gap and continue mentoring others, continue reaching others to reach others. That was the mission Paul was doing. And Paul is reminding everyone if they are met and given direction to him that they should remember where they came from and who was there with them and who has brought them the far they are.
The same to you and me this afternoon, this evening. We are reading from the book of Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. And this is what Paul is telling the church of Ephesians. Nanyi mulikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu, ambazo mulisiendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu, na kumfuata mfalme wa uweza wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa uasi. You were all dead because of your sinful nature, because of your sins. You were all led by the desires of this world. You were all the children of the rebellious. You were following the king of Fasha, who is all the time against the power, or who is against all the time the kingdom of our Maker. And what made all these Ephesians to be sinners? It's because they longed for what they were seeing with their own eyes. They longed for what they were desiring. The same to me and you. We were all sinners. We were all unbelievers. We were all hypocrites. We were all people full of hatred. Our minds were dirty. Our mouth bring forth filthy words. And that's the reason Paul is telling the people of Ephesians that they were all dead. The time you are a sinner, you are dead. The time you are doing what is against the will of God, you are dead. The time you are not going according to the word of God, you are dead. The time you race against the plans of the Lord, you are dead. The time you persecute the servants of God, the children of God, you are dead. Why? You are being led by the flesh. You are being led by the lust of the flesh, the lust of the flight, the lust of the eye. You want to see what you want to see. You want to hear what you want to hear with your itching ears. You want to satisfy this body because you are dead. And all of us, we were dead because none who was born being righteous, only he alone, Jesus Christ, Son of the Most High God. He is the one who was born righteous. And yet, he was considered as a sinner because of me and you. And that's the reason Paul is reminding the Ephesians that they were all sinners. They were all dead. And that's the reason we are reminding ourselves this afternoon, this evening, that we were all dead. We were all sinners. Verse 3 says this: ambao zamani sisi zote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mili na ya nia, tukiwa wa tabia yetu
watoto wa hasira kama au wengine. Hallelujah. Even we ourselves, even you and me, even you believer, even you born again, even you child of God, the same way the Ephesians were, the same to me and you. We were in the same category. We had the same character. We had the same behavior. We had the same desires of the flesh. And the flesh led us into the ways which were filled before our God. Because one thing I know, when you are being led by the flesh, you'll never please the Lord. But when you are led by the Holy Spirit, you shall please the Lord. Hallelujah. Matendo ya mwili ni dhahiri. Mawazo mbaya, fitina, ufisadi, chuki, ugobi, all these things, they are the things which Paul is talking about. Haya ndio mambo ambao yanaashiria kule kufa kwetu. Wakati ambapo wewe ni mwenye dhambi, umekufa mbele za Bwana, umekufa mbele za Muumba wako. Lakini wakati ambapo unaondoka katika dhambi, wakati ambapo unabadilisha njia zako, wakati ambapo unaokoka, wakati ambapo unakiri Kristo, hapo ndipo unafufuliwa, unafufuka pamoja na Kristo aliyekufa kwa ajili ya dhambi zako. Lakini wakati ambapo unaendelea kukaa katika dhambi, unamrejesha Bwana wetu Yesu Kristo katika msalaba, unataka surubisho mara ya pili. And Paul is reminding us this because of what? What I trust and believe, or what I've seen with my own eyes, is what we are doing in our days. When we come across somebody who is a sinner, we proclaim to be holier than thou. We pretend as if we have come picnic from heaven to earth, and we are going back to heaven. We are forgetting that we were also sinners, and by the grace of the Lord we are saved. And that's the reason you are supposed to humble yourself, to have that act of meekness when you are addressing your brother, when you are addressing your sister, when you are telling him or her there is something we call salvation. And there is power in that salvation. There is life. There is transformation. Instead, wakati we find them, all the time we find them, they are doing sins, we stand there and they pretend to be Maraga, the judge of Kenya. We are ready to judge, to know who is going to heaven and who is going to hell. Paul is reminding us this evening that we were all sinners, and when we are doing discipleship, we have even to testify of our filthy deeds. Tunahitaji kushuhudia yale ambao Bwana ametutendea, ile hali ambao Bwana ametutoa ndani, ule utukutu ambao tumekuwa nao, yale maovu ambao tumekuwa tukifanya, lakini kwa neema yake ametuhurumia, akatupenda, akatutoa katika shimo ya uharibifu, akatukumbatia, akatuita wapendwa, watoto wangu ninaowapenda. Lakini wewe unamuita mwingine shetani, wewe unamuita mwingine kitu ambacho hakina maana. One thing I know, hakuna mtu ana sababu yoyote katika ulimwengu. Everybody has a good reason to be in this world. Aliyemuumba ako na sababu ni kwa nini alimuumba. Chako ni kuchukua hatua kama Mkristo ya kufikia wale ambao wametekwa nyara, wamefinyiliwa na ule mwovu shetani. Sababu hata shetani mwenyewe anatafuta kikundi chake, anatafuta jeshi lake. Na wakati ambapo unapata neema, sababu tunaokolewa kwa neema, Mungu anakutoa katika zile hali ambazo zilikuwa zimefarakana na yeye. Chukua hatua,
Chukua hatua. Ugua ndani ya moyo wako wakati ambapo unaona mwenzako ako katika hali ya dhambi, anateswa na ule mwovu shetani. Dhambi ni kuteswa na ule mwovu shetani. Dhambi ni kutenda kile ambacho ni chukizo, kile ambacho hakikupatii amani, kile ambacho hakikupatii tumaini, kile ambacho hakikupatii furaha, kile ambacho hakina ushindi, kile ambacho hakina kuinua, bali ni kushusha, ni kuleta mateso, ni kuleta kilio. Ili hali wakati ambapo unatenda unafikiria ya kwamba kuna furaha, unafikiria ya kwamba kuna upendo, lakini wakati ambapo unapata kwamba ni mwilini, ndio mateso yanakuja, ndio kilio kinakuja, ndio kuugua kunakuja. Wewe ambaye kwa neema umepata ufunuo, umepata kuokolewa, umepata kutengwa, umepata kufunguliwa, chukua hatua ya kufikia yule mpendwa na kumwambia ya kwamba kuna uwezo katika jina la Yesu Kristo. Kuna kusamewa, kuna kupanguzwa uchafu, kuna kupigwa mafasi mapya, kuna kutiwa nguvu mara tena. Lakini usisimame na kuanza kumkondemu, usisimame na kuanza kumlaumu, usisimame na kuanza kumwelekeza vidole, usisimame na kuanza kumtukana, bali kumbuka ya kwamba ulikuwa mwenye dhambi na hata ulikuwa saidi yake, lakini kwa neema umeokolewa. Praise the Lord. Paul was reminding the church of Ephesus, and he is reminding us this evening as believers, as people who want to be good disciples of Christ Jesus. The Bible continues saying, verse 4, lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituisha pamoja na Kristo, yaani tukaokolewa kwa neema. Hallelujah. The Lord our God is full of mercy. The Lord our God is full of mercy. And because of that mercy, that the reason he revealed mercy for us, and he sent out his only begotten Son, and he was crucified because of my sins, because of your sins, that we may be set free, that we may be forgiven. By his grace. So instead of judging others, instead of blaming others, instead of cursing others, instead of despising others, instead of neglecting others and even isolating them, you have every good reason to reach them and tell them their sins have been forgiven, and tell them there is one who loves them beyond everyone else, and tell them there is one who have that mercy for them. There is one who has that compassion for their lives. Let us stop this spirit. Let us stop this character. Then let us stop this mediocrity in the house of the Lord, in the Christianity walk. Let us change the way we talk. Let us change the way we think. Let us change the way we walk, the way we behave. Let even our character, our behavior, our deeds bring a testimony to those sinners, and let them say, I desire your character. I desire to be together with you. I desire to hear your voice. I desire to walk with you. Why? Because you are not pointing fingers to them. You are not blaming them. You are not cursing them. But you are showing them that great love which you were showed by your Maker while you was a sinner.
Let us reach them with meekness. Let us reach them with humbleness. Let us reach them with kindness. Let us reach them with compassion. Allow them to speak. Let them speak what they know. Let them speak what they want to speak. Then take your time with love, not with bitterness. Being gentle. Listen carefully. Allow them to speak. Because they cannot speak the whole year. Let them speak. Let you hear their voice. Then show them the love of the Lord. Show them how merciful our Redeemer is. How great He is. Our God is not a God of tribalism. Our God is not a God of standards. Our God is not a God of tradition. Our God is not a God of tribe or a clan or a family. He is omnipotent God, omniscient God, omnipresent God. You cannot limit Him. You cannot control Him. You cannot give conditions to God. He does what pleases Him. Your only duty as a Christian, your only duty as a disciple is to reach those people whom they have not yet heard the voice of the Lord. And you are the mouthpiece of the Lord. Talk to them. Rectify them with love. Give them direction with love. Deliver the word of the Lord to them with love. Encourage them with love. Why? You was loved. You was encouraged. Somebody encouraged you from somewhere. Somebody stood in the gap because of you while you was a sinner. Somebody embraced you. Somebody allowed you to lean on their shoulders. Do the same. Do the same. And God will be glorified. And you shall be blessed. You shall receive your blessings. The power of the Lord will be upon you. The grace of the Lord will be upon you. The love of the Lord will be upon you. The peace of the Lord will be upon you. But the time you are bitter with them, you are limiting, you are chasing, you are resisting the grace of the Lord upon you. The time you are hating them, you are chasing the grace of the Lord upon you. The time you are talking against them, you are resisting the grace of the Lord upon you. Let's allow the grace of the Lord be our portion as we reach others, as they even come near to us. Because there are sometimes you will find a sinner has drawn near to you. There is something in you which has attracted him. And instead of just listening and giving that sinner your time, your ear to listen, even your eye to look at him or her, you just rebuke them. Tell them, I don't have your time. You are wasting my time. I'm not of your standard. I'm not of your caliber. I'm somewhere beyond what you think. And that's how we resist the grace of the Lord upon us. Let us do the work of him who has commissioned him. Us. Let us do the work of him who has sent us. The Lord our God did not save us
that we become lukewarm Christians. The Lord our God, Jesus Christ, did not redeem us from our culture, that we remain silent. This is the time for us to stand and testify the goodness of the Lord in the land. This is the time for us to stand and testify the power of the Lord. This is the time for us to stand and preach him and him who was crucified because of our sins. This is the time for us to stand and preach the true doctrine, but not our stories, not our imaginations, not our novels, not our Taifa Leo. The Lord our God wants to see the true disciples doing their work. And that this is the time, because the Lord our God, he is doing his will to the believers. The Lord our God is saving the righteous and who are ready to serve him honestly, to stand in the gap and lift up their voices and proclaim that there is power by confessing that Jesus Christ is our Lord Savior. That there is power by confessing the name of Jesus Christ, because he's our tower, he's our fortress, he's our refuge. And the sinners are waiting to hear that voice. But we have become lukewarm Christians. We have taken it casual. It's business as usual for me to be called a Christian. It's just normal for me to be found in the church. It's just normal for me to shout amen. It's just normal to stand before people and give a long testimony. I am saved, and since I've been saved, I've not seen anything that can make me leave this God. Everything is good. Everything is new. Everything is up. Everything is sleeping. Everything is jumping. We don't want to hear such testimonies. This is the time for us to stand and testify the true God we are talking about. The living God who has the power. The living God who can restore, who can bring back to life the dead. But we want to testify. When I have a lot of money, that's the time I will make sure I'm found in the church very early in the morning, so that I can be given time to testify. When I've taken meat supper in my house, and for the 2 first days I've taken sukuma wiki, now I want to come early in the church and tell the secretary, make sure you give me time to testimony, because the Lord has done. And because those 2 days I was taking sukuma, Abuju was flying meat, and they refused to give me one piece. I'll make sure I point where Abuju is. And when I'm giving my testimony, I say I'm completing my testimony with a song. Then I start singing, ombea adui yako aishi siku nyingi, ili unapobarikiwa ajione kwa macho. Those are not testimonies. Those are nonsense in the life of a Christian. Testify the healing power. Testify the change that the Lord has brought into your life. Testify how you have met with those sinners, and you confess to them that there is power by mentioning the name of Jesus Christ. And they said, yes, we trust and believe. Can you lay your hands on us?
That's the reason Paul was reminding these people that they should not forget where they have come from. This evening, let us not forget where the Lord our God has taken us from. Let us not pretend to be holier than thou. There is none who is perfect. You need me, I need you. As a disciple of Christ. May the Lord our God fill much on us. May the Lord our God fill much on us. And give us power. Once more time. Because He's a God of another chance. The same Paul ndio anasema, kumbuka mahali uliangukia. Kumbuka mahali ambapo uliachana na njia za Bwana. Rudi pale pale na ukatubu na ukaamke tena na usonge. Kwa hivyo tumedidimia katika kufikia wengine, katika kutangaza ukweli wa Bwana, katika kutia wengine moyo. Tumefifia. Ndugu zangu, dada zangu, mahali ulipo unanisikia, kama yule ambaye aliyependwa na Kristo, kuna mahali tumefungukiwa. Tumebadili upendo kuwa chuki. Tumebadili ushuhuda wa Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokufa na kufufuka kwa ajili ya dhambi zetu, kuwa ushuhuda wa matakwa yetu wenyewe. Jioni ya leo, chukua hatua. Ninapochukua hatua, semeshana na mtu, hata jirani yako, hata rafiki yako. Tuko na marafiki ambao bado hawajaokoka. Tamkie neno ya upendo. Watamkie tu neno la upendo. Jaribu hii siku moja. Mtu amekuja kwako na amekuja na vita, ama amekuja na uchungu, na wakati amekuja amebadilisha sura, na wewe uko pale unatambasamu, na kutoka ndani ya moyo wako unamwambia ninakupenda. Lazima hiyo sura itabadilika. Nakupenda na Mungu anakupenda zaidi. And that's my joy. Lakini wakati anakuja amekunja uso, na wewe unasema wacha niweke Yesu kando ndio unitambue. Yesu nitakuchukua baadaye, ama nitashuhudia ukuu wako baadaye. Wacha kwanza ni deal na huyu. Uko tumetoka. Na ndiposa Paulo anakumbusha kanisa la Waefeso. Anawaambia ya kwamba mkumbuke ya kwamba ulikuwa kama watu wamekufa sababu ya dhambi, kama vile mimi na wewe tulikuwa. Ni kitu gani kimefanya tukaondoka katika maisha ya Bwana? Ni kitu gani kinafanya tunaacha kufanya uinjilisti ule ambao unastahili? Tunafanya uinjilisti ule ambao ni kwa ajili ya matakwa yetu wenyewe, kwa yale mambo ambayo tunataka kuona kwa macho yetu, kwa yale mambo ambayo ni kwa hisia zetu tunataka, kwa nia zetu, kwa tamaa zetu. May the Lord our God help us to change. Tuangalie ni wapi tuliangukia, na tukarudi pale, na tukaamke, na tukaanze safari tena ya kutangaza injili ya Bwana, ya kutangaza upendo wa Bwana, ya kutangaza uponyaji wa Bwana, ya kutangaza ukuu wa Bwana, ya kutangaza amani ya Bwana. Kama vile Paulo, kila kitabu chake, nilisema tangu asubuhi, hakuna kitabu cha Paulo anachoandika ama ameandika mwanzo na mwisho anaanzilisha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ishara ya kwamba anakutangazia amani hata kama ulikuwa kwa hali ngumu. Anatangaza neema ya Bwana ikutangulie, ndiposa achukua hatua ya kusemeshana na wewe. Lakini sisi hiyo neema imetuondokea. Badala ya kuambia mtu Bwana wetu, neema ya Bwana wetu Kristo ama amani ya Bwana, ni kumwambia ndo ukakufie na huko. Wewe niondokee, enda uchemukie huko. Ni kama ni tingatinga ama ni mandazi, ni mafuta ya mandazi.
Bwana atusamee na atupe neema ya kusimama wima na kufanya kazi ile ambayo tuliitiwa, na hiyo itawezekana tunapokubali kwa kila jambo, kila hatua, kila usemi, kila kuwasa, neema ya Bwana ikatutangulie. Chochote unachowaza ama kufikiria na unapata una amani, forget about it. Ni ishara ya kwamba Mungu hausiki. Chote ambacho unataka kuchukua hatua ya kufanya na hakuna amani, ni ishara ya kwamba Mungu hayuko na umejitanguliza mwenyewe, neema haiko na amani ya Bwana haiko. Wakati unatoka unafikia wenye dhambi, unatafuta, una make sure, nataka nifikie wale watu ambao wako na pesa, sababu sina pesa, ndio nikimaliza niwaambie watoe sadaka. Hapo umeongozwa na tamaa na nia zile ambazo Paulo anaongea. Lakini wakati umeenda ukiwa na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo, kila mtu atataka kusikia unasema nini. Na wakati unapotamka tu neno moja ya kwamba amani ya Bwana iwatoshe, kuna mtu atataka kujua umesema nini na kufuatilia zaidi. Mungu atubariki na atutie nguvu na atupe kibali, sababu hatuwezi pasipo yeye. Kwa jina la Yesu Kristo, may the Lord our God bless us all, because he's a faithful God. May the Lord our God have mercy on us as his children. May his grace and the peace be with us in our houses, in our families, in our companies, in the nation of Kenya, in the body of Christ, in our salvation, in our ministries, and even the other nations, in the name of Jesus. Father, we worship you. Lord, we adore you. We bless you, King Jesus. We say thank you, Jehovah God. Thank you, Master, because of your servant Paul. King Jesus left a legacy. You used him, my Father, according to your will. And this afternoon, this evening, my God, we want your will into our lives. We want your power into our lives. We need your grace into our lives. We need your mercy. We need your peace into our lives, that Messiah we may soldier on this journey. In Jesus' name, we do pray, trust, and believe. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom. The Lord loves you, and I love you too. Our viewers, may the Lord, our God, meet the desires of your heart and provide for you by his grace. Peace, peace, peace. In the name of Jesus. Let's meet tomorrow, the day after tomorrow, by God's grace. We love you all. Bye-bye. Shalom.